Nianze kwa kuwapongeza sana viongozi wa mkoa wa Dodoma wa wauguzi na wakunga, viongozi wa chama TANA mkoa wa Dodoma, pamoja na viongozi wote walezi ambao ni wauguzi wa mkoa, wauguzi wa wilaya, kwa kuandaa kikao hiki muhimu sana ambacho kimekutanisha wauguzi, viongozi wa chama cha wauguzi Tanzania pamoja na viongozi hao wengine. Nilialikwa na nimemwakilisha msajili wa Baraza la Wauguzi na Wakunga Tanzania, ambapo tumeweza kuwaelewesha vizuri juu ya baraza, kwa sababu inaonekana kwamba wauguzi wengi wanakuwa bado hawajalifahamu vizuri baraza. Wanachanganya majukumu ya association, majukumu ya baraza, majukumu ya muuguzi mkuu wa serikali. Kwa hiyo nimefafanua kuwaelewesha juu ya baraza. Baraza ni nini? Baraza ni chombo kilichoanzishwa kisheria kwa ajili ya kusimamia taaluma za wauguzi na wakunga na kuhakikisha jamii inapata huduma zilizo bora na salama. Lakini pia nimeweza kuelekeza juu ya tuma mbalimbali ambazo zinatokea na kwa nini, na jukumu la association kwa kushirikiana na viongozi wote kuhakikisha kwamba wanasimamia maadili badala ya kudai maslahi tu, lakini wahakikishe kwamba wauguzi na wakunga nchini wanatoa huduma zilizo bora na salama. Once unapotoa huduma zilizo bora na salama, hata pale ambapo unakuwa unahitaji haki zako, hata yule unamuomba na kusikiliza vizuri. Na nimewafafanulia kuna makosa mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwasilishwa Baraza la Wauguzi na Wakunga Tanzania, mambo ambayo yako ndani ya uwezo wa wauguzi, kwa sababu mgonjwa anapofika pale au mtu anapofika kupata huduma za afya hajajiandaa, hajajipanga kuumwa. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kuhakikisha tunatumia weledi na ujuzi wetu kuhakikisha kwanza anapata amani kabla hata hajaanza kupata zile dawa, na zile dawa au huduma anazozipata zile zinazofuata taratibu, sheria na miongozo, ili huyu mteja au mgonjwa anapotoka asitoke na picha mbaya. Na nimewakumbusha tu hawa wauguzi viongozi kwamba uwekezaji wowote utakaofanyika kwenye sekta ya afya hautafanikiwa iwapo wauguzi na wakunga ambao ni asilimia kubwa zaidi ya watoa huduma watakuwa wanatoa huduma ambazo hazifuati taratibu na miongozo. Na hivyo ni jukumu letu kuunga mkono jitihada za serikali pale uwekezaji unapofanyika, kuhakikisha kwamba wataaluma wauguzi na wakunga wanazingatia miongozo na kutoa huduma ili wananchi waweze kupona na kurudi kuendelea na shughuli za maendeleo. Lakini kingine pia nimeweza kuwakumbusha wauguzi na wakunga swala la leseni. Leseni iko kisheria na leseni ni utambulisho wa mtaaluma, na leseni hizi zinaenda sambamba na mafunzo ya kujiendeleza, na hivyo nimewakumbusha kwamba kuna baadhi hawajakamilisha zoezi hilo, na Baraza la Wauguzi na Wakunga linatarajia kufanya usafishaji wa data ili kuwaondoa wale wote ambao wanakuwa hawajafuata taratibu, hawajasoma, hawajawishia leseni, ili tuwe na wauguzi ambao tuna uhakika kwamba hii ndio taarifa rasmi ya wauguzi ambao wako wamesoma, wamehuisha leseni, wanafanya huduma kwa kuzingatia taratibu, sheria na miongozo. Na wale ambao bado labda hawajajaza CPD point au vielelezo vya mafunzo ya kujiendeleza, basi nimewakumbusha association au chama kuhakikisha wanawahamasisha wauguzi na wakunga kuhakikisha wanafuata taratibu, sheria na miongozo, kwa sababu haki bila wajibu hakuna. Ni lazima kila mtu awajibike, ili hata tunapokuwa wanafuatilia maslahi ya wataaluma, hata wale wanaohusika waweze kuwasikiliza. Lakini kunapotokea malalamiko ya wananchi hawaridhiki na huduma, inawezekana ni wachache sana wataaluma wanaofanya hivyo vitu, basi association tusaidie kuwarekebisha kwa kushirikiana na viongozi wengine kuwarekebisha. Lakini kingine nimetoa msisitizo pia wauguzi viongozi kuzingatia taratibu, sheria na miongozo, kutoa huduma kwa kuhakikisha wanawasimamia wataaluma vizuri. Tusioneane aibu pale inapotokea umekuwa kiongozi, wajibika kama kiongozi. Fanya kazi bila kuogopa kwamba watu watasema nini, mradi unafuata taratibu, kwa sababu utakapokuwa mtu anawaogopa watu, labda mtu anakosea, anamfumbia macho, inakuwa ni hatari, kwa sababu jamii itapata huduma zisizokuwa salama. Na nimewaambia kabisa kwamba iwapo mtu anaona kwamba yeye ni kiongozi lakini bado anaona hajiamini, basi ni vizuri akatoa taarifa kwamba mimi nawaogopa hao au siwezi kufanya, basi kiongozi mwingine akaweza kuteuliwa. Lakini unapokubali dhamana, basi hakikisha kwamba dhamana yako unaitumikia kwa ukamilifu wake. Basi nimeendelea kuwakumbusha pia swala zima la kutokuwa wanaharakati, kwa sababu inaonekana kuna baadhi ya vijana wanatoa matusi, wanatoa lugha mbaya. Hizo sio tabia za kitaaluma. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba wanawaelekeza, na wale ambao bahati mbaya labda wamekuja na mienendo sio mizuri, waweke vikundi vidogo vidogo vya kuwashauri na kuhakikisha kwamba wanarudi kwenye taratibu za kitaaluma, ili huduma tunazotoa ziwe zile zenye matokeo chanya na jamii yetu iweze kuwa salama kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Naitwa John Marco Mugura, katibu wa TANA mkoa, na tunawashukuru sana kwa kikao hiki cha leo.
Kikao chetu ajenda kubwa ilikuwa ni kukaa mara nyingi kama TANA tunakuwa na kikao annual meeting, yani kikao cha mara kwa mwaka ambayo inaunganisha mkoa nzima, na mara tunakuwa na wawakilishi kutoka kila wilaya. Wawakilishi hawa kuna walezi na kuna viongozi wa TANA kwenye kila tawi kule wilayani. Wao wote kwa pamoja tunakutana kujikumbusha na kuimarisha mipango kazi yetu. Hili lengo kubwa ya TANA ni kuweka usawa, kuwasimamia wauguzi, ueledi kwa taaluma zetu ambao taaluma ya uguzi. Kwa hiyo kama wauguzi sisi tunasimamia zile taratibu ambao tayari zilitengwa na baraza letu ni TNMC. Baraza ambayo inaunganisha wauguzi ni TNMC. Ndio maana hata leo unaona kwamba tuna ofisi ya msajili leo amefika, na kufika kwake kuja kutukumbusha ili yale ambayo updates ambazo zipo, viongozi wa matawi kutoka wilayani wachukue updates zile na kwenda kupeleka kwa wanataaluma wauguzi ambao wako kule. Ndio lengo kubwa ya kikao hiki cha leo. Pia chama cha TANA tunakuwa na utaratibu huwa mara nyingi tunakuwa na mkutano wa mwaka ambao inafanyika kama mwaka huu itafanyika Arusha AGM ya kitaifa. Sasa kabla tujaenda kwenye mkutano wetu wa kitaifa, sisi kama mkoa tunakuwa na mkakati ambao tunaweka kwa ajili ya wauguzi watakaoshiriki kule. Haya yote tutajadili katika kikao hiki chetu cha leo. Asante. Mimi kwa jina naitwa Elizabeth Kiula, muuguzi mkuu wa mkoa wa Dodoma na pia ni mlezi wa TANA mkoa wa Dodoma. Ninatamani kuwakumbusha wauguzi wenzangu baada ya kupata hili somo kutoka kwa msajili, ninaamini kabisa tatizo sio kwamba hatusomi. Tuna speed point nyingi tu kutokana na mafunzo mbalimbali tunaopata, hata CME zile ambazo tunazipata, lakini tatizo kubwa ambalo linahakika nalo kwamba tunakuwa watumishi wengi tunasahau wauguzi na wauguzi tunasahau kutembea na notebook zetu ambazo tunaweza kudokumenti au kuweka taarifa hizo muhimu ambazo tumejifunza nini kwa siku husika. Kwa mfano leo tumekuja kwenye kikao hiki, mtu ungekuwa umekuja na logbook yako unaandika tarehe 6 liko kwenye kikao cha TANA mkoa na speed point yangu moja. Kwa hiyo utaniandikia nilikuwa kwenye hicho kikao VETA, na mimi siku utakaokuja nitaweza kukusainia tu logbook yako kwa sababu najua leo umehudhuria na umesoma mada kadhaa ambazo zinahusiana na uguzi na ukunga, lakini kama tulivyopata maelekezo kwamba kikao hiki ni speed point moja. Na vile vile tunapokuwa kwenye mafunzo mengine ya aina yoyote, usipokuwa na logbook yako umeisahau, ninawapenda kuwakumbusha kuwa na mahali ambapo wote kwenye notebook yako hifadhi, yani andika ile taarifa yako kwamba nimehudhuria mafunzo labda ya simu, unaweka tarehe yako na venue ilikuwa wapi, labda na mwandaji alikuwa nani, ili wakati ule utakapofika kuendelea kutengeneza ili kwa ajili ya kujiandaa kuisha leseni yako, unaweza kuorodhesha topic zako zote ulizosoma, alafu ukasainiwa na ukapata speed point yako, kuliko kusubiri wakati wa mwisho ambapo sasa una document ulizoweka na una speed point ambazo wewe zinakutosha ili uweze kurenew leseni. Haya sasa, wananchi wote, klabu za wakimbiaji nchi nzima, watumishi wote sekta ya afya na sekta mbalimbali, ni zamu yetu kukata wese, kukimbiza upepo kupitia wauguzi na wakunga Dodoma Marathon 2026. Tutakimbia kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21 tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 kwa lengo la kukusanya fedha kwa ajili ya mafunzo maalum ya kuwajengea uwezo wauguzi na wakunga katika eneo la chumba cha upasuaji na maadili ya kitaaluma. Ili kushiriki mbio hizi za kizalendo, jisajili sasa kwa kulipia shilingi 30,000 tu kwenda control number 99160232183, kisha jisajili kupitia www.tnmc.go.tz/marathon. Inapewa nguvu na Tabora Polytechnic College, Wizara ya Afya, CFM Dodoma, Tanzania Nursing and Midwifery Council, AFM, Nuru Radio, Mwangaza FM na Dodoma Leo Digital.
Wadhamini mnakaribishwa. Kwa mawasiliano tupigie 0621118802 au 0763182759. Wote mnakaribishwa.